Wewe ndiwe Bwana, ulitupenda. Wewe ndiwe uliyetuchagua mfalme. Hatukukuchagua Bwana, ulituchagua. Hatukukupenda, ulitupenda Ebeneza. Bwana ukatawala Bwana, tukaheshimike. Upewe sifa Bwana siku zote mfalme. Wewe ni mwema Bwana, upewe sifa. Wewe ni mwema Jehova, hakuna kama wewe mfalme. Sifa hizi zote ni zako mfalme. Tunashindwa tuseme nini mfalme, lakini wewe ukiwa upande wetu mfalme, sisi ni zaidi ya washindi mfalme. Haleluya Bwana, pokea sifa mfalme. Thank you Jesus. Mungu wetu anatawala, na katika utawala wake kisichowezekana akikuwezekana, alihakikisha kitawezekana. Wewe sijui umekanyanga wapi, unashindwa utaondoka ama utabaki, lakini Bwana apewe sifa. Aliyesulubishwa kwa ajili yetu ako na suluhisho la kila jambo katika maisha. Mtazame Mungu kwa chochote, haijalishi umeng'ang'ana kiasi gani. Mchana wa leo Mungu ni mwaminifu, na ndiyo maana anatawala, anatawala, anatawala. Uishi vyema, anatawala. Usiongope tena. Aliye nasi ni mkuu kuliko aliye upande wa maadui. Inahitaji tu imani yako ikainuke na imtazame yeye aliye mwanzilishi wake, na kila kitu kitasimama kwa mpangilio wake. Yeye hakuelewa vile ambavyo dunia ilikuwa iangamie. Baba ndiye aliona si vyema, na uhusiano wake ukarudi kupitia damu na sadaka ya mwanakondoo ambaye ndiye Yesu. Msaada wetu siku ya leo. Haleluya, 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 haleluya. Usifiwe. Haleluya, haleluya. Take 1 minute. Sing it from the deep of your heart. Kama haingekuwa ni upendo wake Mungu, wewe leo ungekuwa mawindo ya shetani, lakini gharama kubwa ikalipwa. Hakukuwa na yeyote wa kulipa, hakukuwa na mwingine wa kuafford, lakini kupitia damu ya Kristo ikalipwa yote. Sisi tuko huru leo, sisi ni wajasiri. Tuko na amani kwa ajili yake, tuko na uponyaji kwa ajili yake, tuko na urejesho kwa ajili ya Kristo, tuko na uzima. Sheketalapa setalamaka. Haleluya, usifiwe. Wastahili, wastahili Baba yangu. Shema kotapa. Uinuliwe Jehova, upewe sifa, upewe na utukufu. Bwana, mioyo yetu inakuinua wewe, inakunyenyekea kwa ajili ya utukufu na upendo. Sio kwa sababu tulikamilika, sio kwa sababu tulistahili, lakini kwa sababu ya neema
Bwana, na upendo wako Jehova ukatuhesabia kuwa haki, ukatuhesabia kuwa wenye haki. Pokea sifa, pokea na utukufu. Neno lako ni upanga ukatao kwa kuwili. Neno lako ni msaada kwetu. Neno lako ni urejesho mkuu kwetu, na aswa katika kizazi hiki. Neno lako ndio tumaini kuu. Pasipo na hili neno kuna angamio kuu, Mfalme. Lakini neno hili litaturejesha, litatupa nguvu, litatupa na afya. Tumaini letu litarejeshwa tena. Pokea sifa, pokea na utukufu. Katika jina la Yesu tunapolisikiliza, sisi tumeketi tu, Roho wako atuhudumie. Mimi nimesimama tu, Bwana ukanitumie Jehova. Sina chochote changu, ila chako nitapeana, Mfalme. Pokea sifa, pokea na utukufu. Huyu aliyeingia akitarajia hili neno lifanyike sehemu ya maisha yake, kwa jina la Yesu Kristo. Furaha yake irudi, uponyaji wake apokee, kwa jina la Yesu Kristo twaomba na kuamini. Kama unapiga makofi, unapiga makofi mazuri. Sio mpangilio tupigange makofi, na si sheria tupigange makofi. Lakini sifa simurudie anayestahili sifa. Haleluya! Heshima simurudie anayestahili sifa. Amen. Kama anastahili kuabudiwa, basi na abudiwe, maana sio kwa bahati ama kubahatisha, anastahili. Haleluya! Amen. Wangapi wako na furaha katika nyumba ya Mungu? Amen. Nami pia niko na furaha kuwaona, na pia mkiwa na tamaa na shauku ya kumtafuta Mungu na kumfuata. Amen. Karibuni sana katika ibada ya tatu Mungu ametuandalia ili tukaweze kushiriki pamoja. Bwana asifiwe sana. Heri hao walio na njaa kwa ajili ya utukufu na utakaso wa Kristo, maana watakuwa wakujazwa. Bwana asifiwe sana. Nimekuwa nikihimiza watu nikiwaambia kwamba dunia inapopatwa na kiu zake, dunia inapopagawa na tamaa zake, wanaoitanishwa na Kristo wapangawe na upendo wake na kiu yake kumpenda zaidi kwa majira na nje ya majira yake. Hallelujah somebody. Amen. Watu wanapokosa mwelekeo, sisi tupate mwelekeo katika Kristo. Sisi tuimizike ndani ya Kristo. Sisi tupate neema ndani ya Kristo. Nguvu zetu zifanywe upya ndani ya Kristo. Sio kwa sababu tuna mshahara, sio kwa sababu tuko maana Kristo ndiyo ngome yetu na msaada wa karibu. Haleluya. Amina. Unajua kunaweza haribika na sijui. Amina. Pastor anasema turuhusu watoto waende Sunday school wasija wakashtuka huku tukipiga makelele. My God. Watoto endeni shule. Simama. Kama kuna mtoto mwambie amke aende shule. Ama mlikuwa mnataka nifanye aje? Watoto endeni kwa klasi yenu, fuateni mwalimu wenu. Na kama hajaamka kuja umshike mkono muende. Si unamjua? Si mnajua ticha wenu? Fuata Asante sana. Si ni hivyo? Kwa sababu mwalimu. Basi pigie Yesu makofi mazuri.
Basi turudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko na dakika chache sana, lakini Bwana ni mwema, tutashiriki hizo chache na tutabarikiwa. Amen. Hallelujah. Na muniangalie sawa sawa. Msiangalie kando, ili Bwana aweze kutuhudumia pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sio upendo wa Kristo, wengine atungekutana huku. Oh my God. Kama sio ibada ya Pasaka, kama sio kazi ya msalaba, kuna wengine hata leo hii haungefikiria kuhusu maisha yao. Lakini kwa sababu ya Kristo, kwa sababu ya upendo wake, akaita mzee kutoka Kitui, akaita chief kutoka Nyanza, tukakutana kwa ajili ya Kristo. Ndiposa tumuonei haya, tutamsifu, tutamtumikia. My God. Hallelujah. Amen. Uliza mwenzako, wewe kama si mambo na wokovu, wewe tungeonana wapi? Wewe si wa kwetu, hata sio wa kabila yetu. Wewe hata uongei kama mimi, lakini tuko hapa na tunasikia vizuri. Sio kwa sababu ya sheria ya nchi, ni kwa sababu ya neema ya Kristo. Tuendelee kukaa naye, tukatalie kwake, tukae ndani yake, hata kama hakuna dalili, hata kama mambo haikumbali. Ambia mwenzako, wanasema ni mbaya. Haleluya. Kwa Yesu ndio mbaya zaidi, kwa maana huwezi kuja na ubaki vile kulikuwa. Haleluya. Achana na hiyo. Haleluya. Amen. Kusema ukweli ni ukweli. Ambia jirani yako, kusema ukweli ni ukweli. Kusema ukweli ni ukweli. Wewe tungekutana wapi? Unajua church ni nzuri, inatuweka level moja sisi wote. Oh yes. Juu ingekuwa ni kwa hoteli tukutane, kuna watu hapa hawezi toshia hoteli ya kwenyu. Ile yako unaitanga the best 5 star, kwa mwingine hiyo ni ghetto. Kwa hivyo kama si Kristo alitukutanisha kwa upendo wake, wengine hatungekutana. Na wengine hapa ni wazuri kuliko ndugu zangu. Sisemi wangu ni wambaya, lakini wengi tumevukanisha mito zaidi ya ndugu zangu vile tulivukanisha. Pale wamesema nini? Pale Kaivari yote yalikwisha. Hizo mipaka ziliondolewa. Tulikuwa tunahubiri, si ndio? Haleluya. Ibada ya Pasaka, nyimwa zingine achiwa hii. Amen. Nyimwa zingine achiwa hizi za Pasaka. Amina. Ziliunda mtu ambaye alikuwa beyond repair. Hallelujah. Akawa mtu na leo ako hapa. Oh yes. Hallelujah. My God. Sasa ingine tuongeenge tu tukisema tu amen, hallelujah tu bure tu hivyo. Lakini kwa sababu ni ibada, turudi kwa maandiko. Amina. Karibuni kwa ibada zetu. Hapa ni Imara Daima The Reference, kama uko na habari. Na tuko nyuma ya Mall of Mombasa Road. Tutembelee, tutashukuru. Asante kwa wale mmekuja leo. Mungu awabariki. Awakabidhi vitu vyenyu leo. Hivyo tu umekuja, kabidhiwa chako uende nacho. Amen. Matthew chapter 26 and verse 36. Na ukuwe tayari, itaisha tu hivyo imeanza. Utasikia tu imeisha.
Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, sit here while I go and pray over there. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. Kama ijaisha, si uende next. Asante. Making progress in the midst of resistance. Making progress in the midst of resistance. Sio kwa sababu mambo ni mazuri ndio maana watu waendelee na safari. Sio kwa sababu kuna amani ya kutosha ndio wewe uishi kwa amani. Sio kwa sababu kuna afya za kutosha ndio wewe ukae mwenye afya. Sio kwa sababu kuna mali za kutosha ndio mimi na wewe tuendelee kukaa katika utele. Haleluya. Lakini kwa sababu ya matokeo yanayokuja, kwa sababu ya kesho, haijalishi kile ambacho leo kiko, tuko na ripoti za kesho. Haijalishi leo kuna yapi ya kushtua. Making progress in the midst of resistance. Bwana asifiwe. Imefika kipindi hapa, ni baada ya ile inaitwa the last supper. Yesu mambo yake yako 99.9%. Huduma yake ikamilike. Na akiwa tazamo lake ni akamilishe safari yake. Sio kwa aibu na sio kwa kufinyilika, lakini kwa ushindi mkuu, hata kama hali hazikuwa zinapendeza. Hallelujah somebody. Huduma yake imebakisha 0.01% ikamilike. Lakini anapalilia sana kitu kinaitwa legacy. Ili watakao toka ama watakao chukulia kuanzia pale, kusikue na madhaifu ama kitu kinaweza kuwa kisingizio ama kizuizi. Na ndiposa akaamua itabidi hata kama ni kwa kuangamia. Biblia inasema mwili wake, roho yake ilikuwa na huzuni, inaugua kiasi cha mauti. My God. Wapendwa, kusimamia ushuhuda na kuishi katika ushuhuda, hizo ni vitu za kusimamiwa na kuangaliwa vizuri. Maana tunaweza tukaanza vizuri, lakini tukamaliza kwa aibu kubwa. Biblia inasema na akachukua watu watatu. Katika huduma yake alikuwa na watu wengi, alikuwa amechagua
kama wasimamizi na wawakilishi pamoja na yeye katika huduma. Lakini kipindi kikafika, akachagua watatu ili waweze kumsaidia kubeba uzito na msalaba ambao ulikuwa kama kifo mbele ya maisha yake. Bwana asifiwe sana. Allow me to say this. Niruhusu niseme hili. Kuna mahali maisha itafika na kuna mahali maisha inafikanga. Enda na wale wanaweza wakaenda safari yako. Tembea na wale wanaelewa ni nini kiko ndani ya maisha yako. Sio kila mtu ataelewa kile ambacho kiko ndani yako. Ni vizuri usikilize na ujue sio kila mtu anaweza mkafika destination pamoja. Nisikilize. Simba ukaa na simba mwenzake. My God. Chui utembea na chui mwenzake. Nyoka utembea na nyoka wenzake. Haijalishi watu wanasema nini, maana kila wanaelewana watafika salama. Pastor, kuna watu hata kama wameitwa katika huduma zao ni tofauti. My God. Huyu jamaa wa kikapu alikuwa mmoja wa wanafunzi, lakini huduma yake ilikuwa tofauti. Lakini Bwana apewe sifa. Yesu alijua huduma si huduma tu, lakini itamaliza vipi? Haleluya. Tunaishi siku ambazo wanadamu tuelewe, kama kuna karamu iligharimu Mungu na dunia, ni hii karamu ya Pasaka. Na kama ilitusaidia, basi tujue hakuna karamu nyingine inanuiwa kufanywa kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Ishamaliza. Waebrania 10 mstari wa 26. Hakuna dhabihu tena kwa ajili ya dhambi. Kama Kristo mwenyewe aliishi na akajua yeye ni Mungu na baba yake ndiye mkulima, lakini akamulilia Mungu mpaka mwisho, sisi tunahitaji zaidi ya vile alifanya. Haleluya. Kama unaona hii hatua nimepiga haina msaada, we better change while is the day. Bwana Yesu asifiwe sana. To make a progress in the midst of resistance, sio kitu watu watakuambia keep on bro, keep on sister, you are about to wrap up. No. Hata yeye atahitaji mtu wa kumchochea, lakini sisi tuko na anaye tutia nguvu, ambaye ndiye Kristo mwana wa Mungu aliyetolewa kama sadaka na akalipa deni yote ya dhambi, sisi tukue huru.
hatutembei tena katika hukumu yoyote. Biblia inasema and therefore there is no condemnation. My goodness. For those who are in Christ Jesus. Ina maana kwamba kuna maamuzi tunaweza tukaamua, lakini mwishowe kukue hakuna ushuhuda. Yesu alipotambua haya, akajua katikati ya changamoto, hata kama vita zimekuwa nyingi, hata kama mambo yamekuwa si ya kawaida, mimi natazama mbele, nyuma haikunisaidia. Mimi namtazama aliyeniita, walio kando hawakunisaidia. Kristo ambaye ndiye njia, Baba akiwa ndiye aliyeshika ile lango akiwa mbele yake. The reason why there is no condemnation is that Kristo alitangulia, na kile chochote kilikuwa kimewekwa Bwana akakiondoa. Biblia inasema na akawaambia, ketini hapa, mimi nisonge mbele kidogo niweze nikaomba. Wapendwa, wakati umefika, na sio ule wa wanasiasa. Mungu ambaye tunayemsema kila siku, tofauti ionekane na mipaka iwepo. Amina. Yesu anaweka hii bidii akijua anafanyika begu. Anaweka hii bidii, anaweka heshima zote chini, akijua ni leo nina ni leo sina heshima, ni leo watu hawanielewi, ni leo watu hawajui ninachokisema, lakini baada ya siku 3 sitaitwa hayo majina ninaoitwa leo. Baada ya siku na muda mfupi, waliodhania sipo, nitatangulia mbele yao kama ushuhuda katika nchi na katika maisha yao. Haleluya. Akawaambia, ningeweza nikaomba na nyinyi, lakini kwa sasa niacheni nisonge na hapa mbele. Nilikuwa namsikiliza Pastor Charles akihubiri mara ibada ya kwanza, kwamba huenda ikawa Yesu alikuwa ameona hatari iliyokuwa mbele yake Petro, lakini Petro hakuiona, na akamwambia, basi Petro, naona ukinikana mara 3. Lakini Petro anamwambia, mimi sielewi unasema nini, hata huko utaenda nitakuwa pale. The people who walk with God, you'll never challenge them. Biblia inasema, going a little further, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Lakini sikiza nikuambie, ilibidi afanye maendeleo na maamuzi yasiyo ya kawaida, hata kama ni katikati ya changamoto. Ilifika mahali hata waliokuwa wanasimama wakimwambia tuko pamoja, hawakuelewa huduma yake inayokuja kesho. Na ndiposa wengine wakilala wakijifunika, yeye analala kifudifudi, akilia, akimulilia Mungu. Naomba kanisa ya leo tusije tukaanguka
kwa mitego ya dunia hii kwa sababu ya kutotambua siri na yanayokuja kesho. Bwana asifiwe sana. Pale akijua nisipomaliza kwa heshima, nisipomaliza vizuri, ile gharama iliyotumika, ile heshima Mungu alionipa itaambulia patupu. Ikabidi akajikaza. Na Biblia inasema wale aliyekuwa amekuja na wao, sometimes mwili huu kama vile mimi nawaambianga, unajikaza tu kwa muda mfupi, lakini mwili uko na mipaka. This body has limitation, has limit. Bwana asifiwe sana. Uko na kiwango chake, huwezi fuka. Na not unless tupate mwili mwingine ambao ndio nguvu kupitia Roho wa Mungu, kuna vita hatutazimaliza, zitatulemea. Akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniondokee, lakini si kama vile mwili unaponishawishi, lakini vile ilivyo mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Manake kufanya maendeleo ama kutengeneza uchumi ama faida wakati ambapo hakuna mahali pa kutengenezea, huo ni mtazamo tofauti wa kufanya mambo. Hiyo ni system tofauti na ile ya agriculture. Kwa hivyo tutahitaji roho zaidi ama uwezo zaidi utakao tupa matumaini hata yale yasionekana na macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema in Genesis 41 and verse 1, unajua kufanya maamuzi ama maendeleo katikati ya changamoto ni jambo ambalo si jambo litachukuliwa na kila mmoja. Biblia inasema when 2 full years had passed, Pharaoh had a dream. Sikuwa nataka nisome hapa lakini ni sawa, I was just quoting. Biblia inasema kwa ufupi, na Yosefu kiwango chake kilipofika kiwango cha kuinuliwa na Mungu, mambo yaligeuka, hayakuwa vile alifikiria. Sometimes Mungu akitaka kufanya mambo ya kuwe mazuri zaidi, ndiyo mambo yanakaa kuharibika. Lakini amebarikiwa yule anayejua vile Mungu hufanya kazi. Maana maandiko inasema wakati tumejaribiwa tusiseme ni Mungu anatujaribu, lakini kwa nia zetu na tamaa zetu sisi tunajaribiwa. Haleluya. Yosefu akaamua kufanya maendeleo ya ile kazi Mungu alianzisha ndani yake, kando ama zaidi ya kando na zile changamoto alizokuwa anapitia. Akaamua kusimama katika njia za ukweli. Nataka nikuambie ndugu yangu, heri uishiwe lakini ubaki na mbegu ya Mungu ndani yako. Heri majina uitwe karibu yote dunia hii, lakini ubaki na Mungu ambaye ndiye ungeuza majina.
Ni heri kuwa na jina safi yenye ondoleo la dhambi kuliko majina makuu yenye giza na uchafu. Bwana siwe sana. Katikati ya changamoto, kijana akaamua kusimamia Mungu. Kijana akaamua kusimamia huduma. Kijana akaamua kuishi maisha matakatifu. Anakaa awe begu kwa sababu ya mavuno ya siku zijazo. Kumbe hakujua changamoto alizokuwa anapitia. Anafanyika begu akuje kuwa mavuno siku zinazokuja. Yesu anaomba, anasema, Baba yangu, kikombe hiki kiniondokee, lakini Mungu hawezi ondoa, kwa maana hii ibada ni kama begu. Siku zijazo kilio kinacholia na dunia, kama watakuamini hawatalia tena. Kama watakuamini hawatateseka tena. Kwa hivyo mwanangu, vumilia kwa muda mfupi. Hiki kikombe kitaisha tu, lakini ushuhuda utabaki. Heshima itadumu. Yesu akafanya maamuzi katikati ya changamoto. Yosefu akafanya maamuzi na akafanya kusimama ili baadaye afanyike msaada kwa ndugu zake. Kama angeepa hizi changamoto, ndugu zake wangepata unga, wangeangamia, wangeteketea. Kama Yesu kikombe kingeondolewa, basi wokovu ungebaki kuwa Wayahudi. Watu wa mataifa kama sisi hatungekuwa na mahali pa kupata. Akavumilia. Leo hii sisi ni washindi kwa sababu alishinda. Leo hii tunapona kwa sababu alipigwa sisi tupone. Leo hii tuna heshima kwa sababu alidharauliwa tupokee heshima. Leo hii tunasemekana waliomiliki nchi kwa sababu aliyevumilia mateso ya dunia. Sisi tunarithi kutoka kwake. Sisi tunarithi ndani yake. Sisi tunarithi kupita kiasi. Hata na wewe na mimi, vumilia. Wenda utaniambia kama Yesu, niko karibu ku give up. Lakini before you give up, kumbuka matokeo ya kesho. Zaidi unavyolia, zaidi utakapocheka kesho. Utakavyocheka kesho. Umeteseka leo ili kesho watu wakiitishwa ushuhuda, ushuhudie vile Mungu alikuchekesha. Making progress in the midst of resistance. Nehemia anajenga ukuta. Na wakati tu anaendelea kujenga ukuta, wanatokea watu wa kuvunja moyo. Wanamwambia, bro, kazi unaofanya, hata kama imekugharimu kiasi gani, hata upepo usio na nguvu, bwea ambao ndiye mnyama aliyedharaulika zaidi, akipita juu yake ataangusha. Actually itaanguka, sio ati ataangusha, itaanguka. Lakini hilo alikumvunja moyo. Aliendelea kujenga ukuta. Naona mahali maandiko inasema, let us build the wall
Forget about what they have been saying. Let us keep on building the wall. Wacha tuendelee kujenga ukuta. Haijalishi wanasema ni fake, haijalishi wanasema haitasimama, lakini kazi yetu ni kujenga. Atakaye simamisha ni yule aliyetuitia hii kazi. Nasema kuanzia leo, kama kuna mahali ulikuwa unaona udhaifu, wewe tazama matokeo ya kesho. Endelea kulitia jina la Bwana. Endelea kumwambia Bwana, mimi ni wewe, nimebaki na wewe. Nisaidie hata kama sina mtu wa kunisaidia, ili ushuhuda utakapokuja, wewe ndiye utakaye tukuka, maana uliniita au kuwaita. Biblia inasema, na akijenga, mkono moja anazuia adui, mkono mwingine anajenga. Tunaishi dunia ya leo, unapewa ripoti yoyote kuhusu kitu chochote, unapewa ripoti yoyote kuhusu mwili wako pasipo na kuficha chochote. Lakini ulichokabidhiwa leo, jenga ukuta wa usalama na imani ndani yako, ukijua kwamba ni leo, kesho kunakuwa na furaha. Ukijua ni leo tu, unaitanishwa na hiyo hali. Kwa sababu ya ibada ya Pasaka, Yesu anapoenda kuwekwa msalabani, sio yeye anawekwa, ni huo uchungu unawekwa, ni hayo masaibu yanawekwa, ni hayo mandeni yanawekwa, ni hiyo aibu inawekwa, ili baada ya siku 3 Kristo aliyedharauliwa atangulie waliokuwa hai, na yeye alikuwa amekufa hawatangulie kwenda Kanaani akiwa hana lawama yeyote, akiwa hana ndeni akiwa hana ndeni ya mtu yeyote. Siku 3 zinatosha kuondoa kilio cha miaka mingi. Siku 3 zinatosha kuondoa ripoti ya mauti. Siku 3 zinatosha. Walia kuchorea mipaka wakamwambia, hautawahi vuka hapa. Na wakarudi nyumbani wakaweka komiti kwamba ni sawa, lakini hatawahi fika hapa. Wangojee siku 3 ziishe baada ya Kristo kusimama na kusema yote yamekwisha. Sio njaro zilikwisha, ni hicho kisirani kilikwisha, ili upendo wako urudi. Ni hiyo aibu ilikwisha, uhusiano wako usimame tena. Waliyesema utaishi ukiwa hauna mtu, Yesu anafufuka na ripoti mpya. Usijali tu yale yanayopitia kwa sasa hivi. Ona, we katikati hizo changamoto, we fanya maamuzi, fanya maendeleo. Maendeleo utakayoyafanya ni kulitia jina la Mungu, ni kulitia jina la Yesu zaidi ya vile ulikuwa umejipanga baadaye. Sio ati Kristo hakuwa muombezi, alikuwa naomba usiku, mchana anaingia huduma. Lakini ilifika mahali mambo yakachacha, na vile mambo yanachacha, na yeye anachacha ndani ya maombi. Vile mambo yanazidi kuwa mangumu, na yeye anazama zaidi ndani ya maombi. Kuna heshima kubwa kwa wale ambao wamejua siri. Vile mambo yanazidi kuwa mangumu, na wao wanaenda ndani zaidi katika maombi. Hapo ndipo heshima inaundwa. Katikati ya changamoto, fanya maamuzi bora.
siku za Isaka kukawa na njaa kali kuliko ile ilikuwa ya baba yake Ibrahimu. Na Biblia inasema ili jambo la kufanya maendeleo katikati ya vizuizi, Mungu anajua kuna faida. Wakati wa kiangazi, Biblia inasema Mungu akamwambia Isaka, usiondoke kwa hii nchi. Usitoke kwa hii nchi. Wewe kaa na utaona vile Mungu atafanya. Na Biblia inasema kwa hiyo nchi akapanda akavuna. Amen. Mara zaidi ya vile hata wengine walikuwa wanadhania. Kinachoonekana ni kama ndio angamio ama angamizo la tumaini lako, hicho ndicho kifunguo cha makuu katika maisha yako na katika vizazi vyenyu. Haleluya. Kitu utambue ni kwamba Mungu si mwanadamu atengemee mvua kukuza nyasi. Kitu unafaa uelewe, mimi na wewe, Mungu sio mwanasayansi apime damu yako akuambia uko na bakteria za amoeba. Yeye ndiye uponyaji, ataiponya pasipo na testi yeyote. Unatawa wala. Amen. Hallelujah. Kama umeketi simama. Whoa. Yeah, unatawa. Yeah. Imba nami. Sawa. Oh. Amen. Hallelujah. Oh, unatawa. Weka mikono yako juu mbele za Bwana. Katika kila mapito uliyoyapitia, mwambie Bwana kuanzia leo, katikati ya hizo changamoto, akupe siri ya kufanya maendeleo. Katikati ya hizo ripoti hukusipenda, Bwana akupe neema usurvive. Angalau baki ukiwa ushuhuda katika kizazi cha watu wenyu, katika familia ya baba yako, ubaki ukiwa ndiye aliyeokoa wengine. Bwana akutumie kuleta urejesho. Bwana akutumie kuleta uvuvio. Bwana akutumie kuleta heshima kubwa. Huenda mlidharauliwa kwa sababu ya udhaifu fulani, lakini katikati ya hizo changamoto, somebody go before the Lord. Ambia Bwana akuunde upya. Ambia Bwana aondoe kila ripoti. Rikata papa santa. Rimaseke pesanta baka. Rianda makata rababose. Rianke papa zanda maka. Makatere mazianda la maka. Kufanyika begu sio kitu rahisi. Kufanyika ushuhuda sio kitu rahisi. Kufanya maamuzi bora ndilo jambo litatusaidia. Kufanya maamuzi yaliyo sawa ndilo jambo litaleta heshima. Kufanya jambo ambalo litafanya wengine kuokoka ni uamuzi wako leo hii. Ni uamuzi wako leo hii. Mwambie Bwana, sitaki tena kuitanishwa na ripoti za waliopotea. Sitaki tena kuitanishwa na ripoti za wenye mizaa. Katika maisha haya ni mimi na wewe tuamue. Kama Kristo alikufa na akafufuka baada ya siku 3, hata udhaifu wetu wa muda mfupi hauwezi linganishwa na ile heshima kuu Bwana anatuandalia. Anaandaa kitu kwa ajili yako. Anaandaa kitu kwa ajili ya hiyo familia. Anaandaa kitu kwa ajili ya hiyo kazi. Anaandaa kitu kwa ajili ya uosia. Usimwache Mungu
Usimwache Mungu, usimwache Mungu, usimwache Mungu. Yesu anaomba, anasema Eloi Eloi lama sabakthani. Nilidhani Mungu tuko pamoja, kwani uliniwacha? Maana ninaoyaona mbele yangu si ya kawaida tena. Lakini si kwa sababu Mungu alimuacha. Alitaka afanyike mbegu, alitaka afanyike kuwa mavuno. Kwa sababu ya watu wengi, ndio akamwambia lazima utanywa hii kikombe, siondoi mpaka ukimalize. Maana faida ndiyo kubwa kuliko hasara unaoiona leo. Hasa faida ndiyo kubwa kuliko faida unaiona kwa sasa. Kaa na Mungu, kaa na Mungu, katalia kwa uwepo wa Mungu. Hizi zitapita tu, hizi zitapita tu, hizi zitapita tu, haya yatapita tu, hii uchungu utapita tu. Afya inakungojea upande mwingine, heshima inakungojea upande mwingine. Wewe nzama katika maombi, mwambie Bwana nisiondoke, hata kama nitaondolewa kwa mpangilio. Pokea sifa Baba yangu. Wewe ambaye ulikuwa ushapanga vile utaenda kuwasilisha huo udhaifu, simama, angalia juu. Mungu anakuletea heshima kubwa. Uliketi, ulijaribu kuangalia vile utaelezea watu, vile unaona haifanyi, lakini kitu inafanyika kuanzia leo. Mungu anakufufulia jambo ambalo haukulijua, lakini ulilifanya kama mbegu, lilete heshima katika maisha yako. Baki na Mungu, baki na Mungu. Wengine wakikuharibia heshima, jina, ushuhuda wako, Mungu atakutengenezea heshima yako. Walisikia vizuri wakitangaza vile, waliona haikuwezekana, the way is not working for you. Lakini God knows how he's going to work for you better. You better stick around. The grace and the love of God, the Lord will crown you soon. That crown of honor, my God. Saa zingine unalia peke yako, unaongopa kutoka watu wakuone ulikuwa unalia. Hicho ulicholia kama watu hawaoni, ndicho Mungu atatumia kama ushuhuda, na Bwana atawafanya wakufuate kwa ajili ya maagizo. Aliyezikwa siku 3, maandiko inasema, tazama sasa anatangulia Galilaya, akiwa mwenye afya, akiwa mwenye ushuhuda, akiwa mwenye heshima, akiwa ana ndeni yeyote, akiwa ana majuto. Bwana atangulie. Katika jina la Yesu. Usimwache Mungu. Usimwache Mungu. Endelea tu kujenga uhusiano wako na Mungu katikati ya hayo mazito. Katikati tu ya hayo maneno hukuyapenda. Usiache Mungu kwa sababu ya watu.
Unaweza ukaacha watu, lakini Mungu wa watu akakupea watu wanaostahili. Lakini ukiacha Mungu, watu hawezi wakakupea Mungu. Haleluya. Pokea sifa mfalme. Kanisa hili Mungu anaenda kuliteua tena. Nitatumia hilo neno. Mungu anaenda kuliteua tena. Si kwa sababu hakuwa ameiteua. But this is the word. God is going to choose again. God is going to appoint again this place. Na mahali hapa pakichaguliwa, sio hili jengo linachaguliwa, ni wewe na mimi tunachaguliwa. Kwa hivyo endelea kujenga kilicho chema ndani ya mipaka zako, na Bwana hata sita kukutembelea, hata kama wakati utakuwa umeisha. Dakika ya mwisho, misimu ya mwisho, atahakikisha umemalizia kwa furaha na kwa kishindo na kwa heshima kubwa. Afadhali kumalizia na Mungu kuliko kukaa na wanadamu walio na mipaka. Mungu ana mipaka. Baba Mungu, tunasema ni asante. Mchana wa leo roho zetu zinakulilia ili ziishi na wewe kwa kila hatua. Hata kama dunia ni chungu, haina mahali pa kusimama, tunao msimamo ndani yako. Maana hata kama hatutaruhusiwa kusimama kwa nafasi nyingine, tuna nafasi ndani yako kujenga uhusiano na ukweli ndani yako. Sifa utukufu. Asante kwa watu wote uliowaleta kwa nyumba hii. Hakuna mmoja atakayepotea. Zaidi ya yote utawasimamisha kwa majira yote. Pokea sifa, pokea na utukufu. Kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Can we give Pastor another clap?